Uhuru TV. Tupo na diwani wa kata ya Ikwiriri na tunazungumza naye kuhusiana na kongamano la wadau wa elimu kuhusu namna gani bora ya kuongeza ufaulu katika kata hii ya Ikwiriri. Habari za leo mheshimiwa? Habari nzuri. Ndio, kipi hasa uliona kuna haja ya kukutana na wadau kujadili namna bora ya kuongeza ufaulu katika kata hii? Jambo kubwa ambalo limefanya leo tukakaa kwenye kikao hiki na wadau wa elimu kwenye kata yetu ya Ikwiriri ni kutokana na ziara ambayo niliyoifanya baada ya shule zetu kufunguliwa. Nilifanya ziara kupita kuona shule zetu na hali ilivyo uandikishaji, lakini pia hata taarifa ya mitihani ambayo iliyofanyika kwa mwaka 2025. Kwa hiyo baada ya kuona na nikaamua kushauriana na wenzangu ili kubaini namna gani tunaweza tukatatua ama tukaongeza kiwango cha ufaulu kulingana na hali ya matokeo ambayo ilikuwa imejitokeza shule zetu za msingi pamoja na sekondari. Kwa hiyo hiki ndicho kilichokuwa kimepelekea mimi kama diwani wa kata hii ya Ikwiriri kuweza kuitisha kikao hiki cha wadau ili kuweza kupata tathmini ya nini ambacho tunachoweza kukifanya ili kuweza kupiga hatua ama kusogea kutoka hapa ambako tuliko kwenda hatua nyingine. Na leo baada ya kukaa na wadau umepata tathmini gani? Naweza kutudokeza kidogo? Kwanza mimi niwashukuru wadau wote ambao waliojitokeza kwenye kata yetu ya Ikwiriri kwenye kikao chetu hiki. Moja ya jambo ambalo nililopata ni kuona kwamba changamoto ambazo zinazosababisha aidha kwenye kudorora kwa kiwango cha elimu ama ufaulu kwenye shule zetu wameeleza vizuri tu, na kila mmoja anajua kwamba tusipokuwa na ushirikiano baina ya wazazi, walimu na wanafunzi hatuwezi kupata kile ambacho tunatamani kuona kinapatikana. Kwa hiyo kitu ambacho kiona kupitia kikao hiki cha leo ni namna ambavyo kama wadau wamejaribu kushauri kuona kwamba tunawezaje kushirikiana, lakini pia namna gani ya kukabiliana na changamoto ambazo zilizokuwa ama zinazotukabili kwenye maeneo yetu haya na zinasababisha kudorora kwa elimu kwenye eneo letu hili. Ndio, kuna idadi ya wanafunzi 152 waliofaulu, lakini walioripoti ni 52 kwa mujibu wa afisa elimu kata. Bado wanafunzi 100 hawaja ripoti shuleni na bado wapo wazazi ambao hata hawajui matokeo ya watoto zao mpaka muda huu. Ikiwa kama diwani uliojitoa kwenye elimu kupita mtaa kwa mtaa kuhamasisha wazazi kuandikisha watoto wao, kwako wewe taarifa ya leo ya elimu kata hii ya kuhusu wazazi kutokujua ama watoto 100 kutoripoti shule baada ya kufaulu, yani hawajaripoti wakiwa wamefaulu, hili litakuwa na mkakati gani kutoka kwako kama kiongozi wa maendeleo ya kata? Jambo la kwanza ambalo lililojitokeza ama linaloendelea ni kata yetu ya Ikwiriri ina shule za msingi na sekondari. Kuna shule ya msingi Ikwiriri, kuna shule ya msingi Ukombozi, kuna shule ya msingi Mchengero. Lakini katika shule hizi, shule mbili ambazo zilizotoa darasa la 7. Kuna shule ya sekondari Kazamoyo na shule ya sekondari Rufiji. Wakati tunafanya kampeni uhamasishaji wa kupita mitaani kwa ajili ya kuhamasisha uandikishaji wa darasa la awali la kwanza na kwenda kuhamasisha na wazazi wale ambao watoto wao wamechaguliwa kidato cha kwanza kwenda kujiunga, tulipita kwenye eneo letu ya kata yetu ya Ikwiriri. Kata yetu ya Ikwiriri ama shule zetu za sekondari zinachukua na wanafunzi kutoka kwenye kata nyingine. Kwa hiyo wakati sisi tunapita kwa ajili ya kufanya uhamasishaji kwenye kata yetu, kuna kundi lingine la wazazi ambalo liko nje ya kata yetu. Kwa hiyo baada ya kubaini na hata nilipokuwa nimepita kwenye ziara yangu hii kwenye shule zetu za sekondari, niliona hiyo hali. Kwa hiyo nikajaribu kushauriana na madiwani wenzangu ili kuona namna gani na wao wanaingia kwenda kuhamasisha. Kwa sababu mwaka huu kuna mabadiliko kidogo ambayo yalikuwa yamefanyika. Wazazi wanakwenda kwenye shule za sekondari kwenda kuangalia watoto wao, kule wanakutana na namba, hakuna jina la mtoto ama mwanafunzi. Kwa hiyo akifika kule mwalimu hamjui kwamba huyu ndio mtoto gani, na mzazi ameenda bila namba ya mtihani ya yule mtoto.
Kwa hiyo inakuwa ngumu. Kwa hiyo imelazimika baadhi ya wazazi wengine kuona kama watoto wao labda hawajafaulu, kumbe watoto wamefaulu. Na hiyo yote ndio maana tumepita kwenda kuhamasisha wazazi ili wao waende kwenda kufuatilia. Na kitu kikubwa ambacho hata kwenye kikao kimejitokeza hapa, mjadala ulikuwa mkubwa, wazazi kufuatilia maendeleo ya watoto shuleni. Imekuwa changamoto sana. Ndio maana hata ukiangalia kwenye mjadala ambao ulikuwa umetumika muda mrefu hapa, ni namna gani wazazi wanafuatilia. Mwalimu ana nafasi yake, mzazi ana nafasi yake, na mwanafunzi naye ana nafasi yake. Ukiangalia kwenye mjadala huu, kama kuna sehemu moja haitoweza kukaa sawa sawa, hatutaweza kupata kile ambacho tunatamani kuona tumekifikia. Ndicho ambacho kinachojitokeza hivi sasa. Sasa baada ya kuona kwamba kuna hiyo hali, nataraji kuanza ziara nyingine ambayo itakayokwenda kwenye maeneo mbalimbali kwa ajili ya kwenda kufanya uhamasishaji kwenye migundi, kwenye mikusanyiko, ili kwenda kuzungumza, lakini pia kuzungumza na wenyeviti wetu wa vitongoji, ili kama kuna mzazi katika eneo lake, kuna mwanafunzi ambaye bado hajaenda kuripoti, basi aanze kwenda kuripoti. Lakini kuna tatizo lingine ambalo pia wazazi wameendelea kufika ofisini hapa, juu ya maandalizi. Kwa mzazi mpaka leo shule imeshafunguliwa, lakini leo ndo anakuja, mheshimiwa diwani, mimi mpaka sasa hivi mtoto wangu hana uniform, hana daftari. Wakati huo masomo tayari yameshaanza shuleni. Sasa wapo ambao wamepata taarifa juu ya watoto wao kufaulu, lakini wapo wengine ambao maandalizi wanasema kwamba bado hawajajiandaa kutokana na hali za kiuchumi. Ndio kwa kiasi gani tunasema kata inajipanga kuhakikisha tunawazawadia wale ambao watakao faulu, ikiwa kikao hichi yaliyoazimiwa yanaweza yakaleta tija, tukaongeza ufaulu, watakao faulu, kuna zawadi gani ambazo kata inategemea kuwapa? Mimi kama mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kata, moja ya jukumu langu ni kuhamasisha maendeleo. Na katika kuongea hilo, kwanza nimeandaa programu ya zawadi za motisha, si tu kwa wanafunzi ambao watakaofanya vizuri, hata kwa wale walimu ambao watakaofaulisha masomo yao vizuri. Kwa hiyo programu nimeiandaa na nitaifanya ili kuweza kuwamotisha walimu ambao wanafanya vizuri kwenye masomo na hata watoto ambao watakokuwa wanafaulu. Lakini si hivyo tu, tuna hii programu itahusisha mitihani ya taifa pekee yake au mpaka mitihani ya ndani. Mitihani ambayo tunayokusudia ni ile ambayo sio tu ile kwa mwisho, hata hii mitihani ambayo itakokuwa inafanyika kwenye area ya kufungia shule, ama ile ya moko, ama ile ya kujipima ya testi ya kawaida, ili lengo kutengeneza motisha kwa walimu, kutengeneza motisha kwa wanafunzi, ili akiona mwenzake amepata zawadi, wala naye anaweza kaamka kwamba na mimi kesho natamani nipate zawadi. Ndio wazazi wamekuwa wanalalamika sana kwamba walimu hawasomeshi, lakini wao wanaonekana wana mfumo wa kuhurumia watoto wao wanapoanza kukua na kutambua namna ya kukimbia kwenda shule. Hii imeonyesha kitu tofauti, kwa sababu afisa polisi wa kata anasema waliwahi kufanya operation katika shule ya Kazamoyo katika sehemu ambayo inaitwa Stigo, na wakawakuta wanafunzi kule wanakaa kama wako nyumbani, wanapika, wamevua uniform na mambo tofauti, lakini walivyowapa adhabu wazazi wamewataja redioni na wengine wamekuja kulalamika katani. Hii kwako unaichukuliaje namna bora ya kwenda nayo kuhakikisha watoto wanakwenda shule na wazazi hawalalamiki? Mimi nafikiri kama ambavyo alikuwa ameshauri baadhi ya wazazi hapa kwamba kila mmoja asimame kwenye nafasi yake. Kama kiongozi, simama kwenye nafasi yako. Kama mzazi, simama kwenye nafasi yako. Kama ni mwanafunzi, simama kwenye nafasi yako. Ukisimama kwenye nafasi yako, utajua majukumu yako ambayo unatakiwa kuyafanya. Tafsiri yake ni nini? Hata hicho ambacho kilichotokea kwamba kuna upande mmoja haukutimiza majukumu yake ipasavyo. Sasa kama ambavyo tunavyotambua, kama ambavyo walimu wametoa taarifa juu ya uchache, walimu ni wachache, hawatoshelezi kwa idadi hiyo ya kuweza sasa wengine wajigawe wakae darasani muda wa vipindi, na wengine sasa waanze kwenda huko maporini kwenda kutafuta watoto, kitu ambacho hakina afya. Sasa mimi niwaombe tu wazazi
kupitia kikao hiki na vikao vingine ambavyo tutakavyokuwa tunavifanya wazazi wote wa kata ya Ikwiriri. Namna ya kuweza kufanikiwa ni kuweka usimamizi uliokuwa bora kwa kile ambacho tunachokisimamia. Ili tuweze kufanikiwa lazima tusimamie. Kama ambavyo mitihani darasani inavyosimamiwa, hata watoto watafanya vizuri pale ambapo watakapokuwa wamesimamiwa. Lakini tukiacha tu bila kusimamia, hatuwezi kufanya vizuri katika kitu chochote kile. Hata ukishindikana, ile kama umeenda shamba lakini ukaishia tu kupanda alafu usifuatilie, yani sioni kama unaweza kuvuna vizuri au kavuna hali ambayo kwa wastani ule ambao unaohitaji. Kwa mimi ni waombe tu wazazi, walezi kuweza kuona njia ya kuweza kusimamia watoto wetu kwenye swala zima la malezi, lakini tusishie tu kuhudumia kama ambavyo wajumbe wameeleza hapo kwamba watu wanahudumia, wazazi wanahudumia, hawafuatilii, hawasimamii. Kwa hiyo kuna kuhudumia na kuna kufuatilia. Usishie tu kutoa hela mtoto anaanza kutumia shuleni, unamfuatilia maendeleo yake ya shuleni. Kwa hiyo mimi niwaombe wazazi tufuatilie maendeleo ya watoto wanapokuwa shuleni. Huyu ni diwani kata ya Ikwiriri Yahya Shah Hamege. Kabla ya kufunga mahojiano yetu, sio kama utakuwa na zaidi, lakini hizi bendera hizi unazo nyingi sana. Kama unazo nyingi na mimi nipe angalau moja. Una zaidi. Bahati nzuri Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina hazina na sehemu ya uzalendo, mtu kulipenda taifa lake, mabeba kwa ajili ya taifa. Kwa hiyo zipo pale ambapo tutakapokuwa ni kuagizia tu pale ambapo unakopatikana utapatikana. Kwa hiyo la mwisho kabisa, mimi niwashukuru wazazi wote na wananchi wote wa kata ya Ikwiriri kwa namna ambavyo wameendelea kunipa ushirikiano mimi kama diwani wao. Kwa kipekee kabisa mimi niendelee tu kusema sasa hivi tuko kwenye kipindi cha mwezi Januari na tunaendelea na mikakati mbalimbali kuhakikisha kwamba tunasimamia. Kwa sasa ni ajenda ya maendeleo kwenye sekta ya elimu. Kwa hiyo sasa hivi tuko kwenye sekta ya elimu, tunapambana kwenye elimu ili kuhakikisha kwamba watoto ambao wako na umri wa kwenda shule wapelekwe shuleni, kwa sababu unapochelewa kumpeleka mtoto shuleni masomo yameshaanza. Walimu darasani, watoto kama hivi tunavyojua, idadi ya uandikishaji imekuwa kubwa. Kwa hiyo unapochelewa kumpeleka kumwandikisha mtoto, tayari wenzake wameshaanza kujua wameshaanza kujua e, o, u. Wanao wakifika pale yeye mwalimu yeye anashangaa. Mwalimu kwanza kurudi tena nyuma kumfundisha mtoto wako inakuwa shida. Na ndio maana tunaona watoto wanafika darasa la 3 ndio hawajui kusoma na kuandika. Kwa hiyo mimi niwaombe sana wazazi na walezi, wananchi wote wa kata ya Ikwiriri, ndio tukaandikisha watoto wetu, lakini tuende tukawapeleke watoto wale ambao tayari wameshachaguliwa kidato cha kwanza waende wakaanze masomo. Masomo tayari yameshaanza. Mimi niwashukuru sana kwa ushirikiano ambao mlinipatia, na milango iko wazi, ofisi iko wazi. Karibuni kwa ajili ya kuja kushauri na yale ambayo tutakaona kwamba yana msingi kwa ajili ya maendeleo ya kata yetu. Basi mimi niko tayari kwa ajili ya kuyafanyia kazi. Asante sana. Asante sana.